Tusikubali aina yoyote ya vishawishi vinavyolenga kuwagawa Watanzania kwa misingi ya dini, misingi ya siasa, misingi ya madhehebu, misingi ya makabila, misingi ya ukanda au rangi. Tushikamane kama Watanzania kuhakikisha Tanzania inakuwa salama. Tushikamane kama Wanakatavi kuhakikisha Katavi inaendelea kuwa salama. Jambo la pili, Mheshimiwa Shehe wa Mkoa pamoja na viongozi wote, swala la maadili ambalo wote ni mashahidi kwamba upo upungufu au upungufu wa maadili katika jamii yetu. Niwaombe sana viongozi wa dini, na nimefurahi kuwaona mkiwa hapa baadhi yenu. Niwaombe swala hili la maadili mema ya watoto wetu, vijana wetu na hata sisi watu wazima, msiachie serikali peke yake. Swala hili ni wajibu wetu wote, kwa sababu wote katika namna moja ama nyingine tunawasimamia watu. Tunawasimamia watu kama wananchi wa Katavi au wananchi wa Tanzania, lakini tunawasimamia watu kupitia viongozi wa dini, mkiwa mnawaita waumini wa madhehebu mbalimbali. Lakini watu hawa ni wale wale, na tunaowalea kwanza kuwazaa, kuwalea, kuwafunza na kuwafundisha ni sisi wote na sio serikali peke yake. Lakini hivi juzi tumesikia chokochoko zinazoendelea katika nchi yetu. Moja kati ya mataifa makubwa, na sio vibaya nikilitaja, ni taifa la Marekani. Wao baadhi yao katika bunge la Senate wametushutumu Tanzania, na shutuma hizo ni uonevu, na hii hadhara yako inashuhudia hilo kwamba shutuma hizo ni za uonevu. Shutuma zenyewe zilikuwa mbili. Moja siwezi kuizungumzia, nitazungumzia moja. Shutuma mojawapo, taifa la Marekani limetushutumu wa Tanzania, limeishutumu serikali yetu kwamba haitoi uhuru wa kuabudu. Eti serikali yetu hii ya Tanzania haitoi uhuru wa kuabudu. Angelikuwepo mmoja wao hapa akashuhudia umma huu ulivyo, angekanusha maneno haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wako huu wa Katavi, sisi viongozi wa dini tuna uhuru mkubwa wa kufanya ibada zetu, na sio tu mkoa wa Katavi, Tanzania yote. Sisi viongozi wa dini, sio dini ya Kiislamu, sio dini ya Kikristo na dini nyinginezo nyingi zilizopo katika nchi yetu, tunao uhuru wa kuabudu. Juzi mmemwona mchina mmoja amefariki kule Dar es Salaam. Yule katika imani zetu Waislamu na Wakristo sisi tunazika. Katika imani yao wao wanamchoma yule marehemu, na wametekeleza ibada yao ya kumzika marehemu wao kwa kumchoma, na hakuna mtu aliyewabughudhi kwamba kwa nini nyinyi mnamchoma huyu mtu. Ni imani yao na ni uhuru wao wa kufanya ibada waliokuwa wameamua kuifanya.
Leo Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wako huu umetuona viongozi wa dini mbalimbali tuko hapa. Yuko baba mchungaji wa kanisa la Africa Inland Church AIC, yuko pale. Yuko askofu wa kanisa la GHC, Askofu Engu Masumo, yuko pale. Yuko baba mchungaji wa kanisa la Baba Halisi, mchungaji Faida Shabazuri, yuko pale. Licha ya wao, lakini wako watu wengi. Sisi huku tulikokaa huku kwenye meza yako tuko mchanganyiko, tuko Waislamu na wako wenzetu wa Kristo, na tumekaa pamoja. Na kuna wengine kwa mavazi yao, kutokana na kuheshimiana, wanavaa mavazi ya Kiislamu na unaweza ukadhania kwamba wao ni Waislamu, kumbe sio Waislamu. Ni heshima tu ambayo wanakuwa wametuheshimu. Tumekuwa huru toka kipindi hicho, na kwa bahati nzuri serikali yetu, hebu tazameni ilivyojipanga. Rais wa kwanza alikuwa Mkristo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Rais wa pili akawa Muislamu, Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Rais wa tatu akawa Mkristo, Benjamin William Mkapa. Rais wa nne akawa Muislamu, Mrisho Jakaya Kikwete. Rais wa tano akawa Mkristo, John Pombe Magufuli. Rais wa sita wa awamu ya sita akawa Muislamu, Mama Samia Suluhu Hassan. Utasemaje kwamba nchi hii ina udini? Wewe unafikiri kupangana marais kwa dini zao hizo, unafikiri imekuja bahati mbaya? Haijaja bahati mbaya. Watu wamejipanga kwamba taifa hili lina watu wa dini tofauti tofauti. Kila ambaye atakayekuwa na sifa ya kuwa kiongozi atakuwa kiongozi bila kujali itikadi ya dini yake.